Wahenga wanasema kuwa wakati mama anaposahau kukufunza, basi ulimwengu ukachukua jukumu la kumfunza dokta huyu muuni aliyesaulika kufunzwa na mamaye. Movie yetu inaanzia hapo hospitalini ambapo mzee mmoja mlala hoi ameamua kuja ili kupambania uhai wake. Lakini cha ajabu, akiwa kitandani amelala, dokta mmoja anakuja na kumwibia saa yake. Daktari mwenzake anajaribu kumhoji kwa nini unafanya hivyo, lakini yeye anasema kuwa mzee huyu hana pesa za kulipia matibabu, kwa hiyo hii saa tutaiuza na kufidia matibabu yake. Wakiwa wanaendelea kuzungumza, ghafla yule mzee anakurupuka kutoka kitandani na kumshika yule dokta mkono na kumwambia, asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniokoa? Wakati ndo kwanza umeibiwa. Najua umeshangazwa na huyu mzee kushukuru baada ya kuibiwa. Hata mimi nimeshangazwa pia, lakini cha muhimu endelea kufuatana nami mpaka mwisho wa mzigo huu. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kitufe cha kengele ili uwe kwanza kupata taarifa pindi tunapotoa mzigo wetu. Jina langu ni Demo Andrew. Sasa baada ya huyu dokta kuiba sana kuivaa ile saa kwenye mkono wake, anashangaa kuona saa inazunguka kwa spidi kubwa isiyo kawaida. Anajaribu kuirekebisha ili iende sawa, inashindikana. Rafiki yake anakuja na kumuuliza kama ana shida yoyote, maana amebadilika. Anachukua kioo na kumuonesha ili ajiangalie, ndipo anapogundua kuwa amezeeka ndani ya muda mfupi tangu tu alipoiba ile saa. Dokta anapagawa na ghafla akiwa kwenye ongezito anagundua kuwa hiyo saa ndio imemzeesha. Anajaribu kuivua lakini inashindikana. Anaamua kurudi kwenye kile chumba cha mzee ili amrudishie saa yake, na anapofika kwenye kile chumba anakutana na kijana mdogo. Anamuuliza kama anajua alikoelekea yule mzee, lakini yule kijana anamwambia achana na huyo mzee, kwani huyo mzee ndio mimi. Dokta anamwambia kama ni wewe basi chukua saa yako, lakini yule kijana anasema kuwa siwezi kurudi tena kwenye huo mtego, kwani hiyo saa niliiba jana kwa mtu na nikazeeka ghafla, ilibidi nife leo. Kwa kuwa umechukua mkononi mwangu nashukuru, maana umeyaokoa maisha yangu na wewe una siku moja tu ya kuishi. Then yule kijana anaondoka. Sasa baada ya jamaa kushindwa kuiondoa saa mkononi mwake, anaamua kwenda kufanya scanning ya mwili wake na vipimo vinaonyesha kuwa yeye kweli ni mzee, yani ameshazeeka ndani ya muda mfupi. Anapambana tena kuisimamisha saa lakini haisimami. Anamuomba rafiki yake waivunje saa kupitia nyundo, lakini kabla hawajaivunja saa wanagundua kuwa saa imetoweka mkononi. Wanafurahia, lakini ghafla furaha yao inakatishwa baada ya kugundua kuwa saa ile imehamia mkono mwingine. Dokta anachanganyikiwa na anamwambia rafiki yake kuwa anaenda kumtafuta mtu na kumrubuni ili aichukue ile saa kutoka kwenye mkono wake, huenda atapona. Lakini rafiki yake anamwambia hiyo inaweza kuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu amekumbwa na janga hilo zito kwa sababu ya kufanya wizi, jambo ambalo lilikuwa baya, na yeye anataka pia kwenda kufanya jambo lingine baya, jambo ambalo inaweza isaidie, lakini jamaa yake anashindwa kumuelewa na anatoka nje na kuanza kuwarubuni watu wachukue saa yake, huku kila mmoja akimshangaa kwa kumuona kama ni mwendawazimu, na baadaye analia kama mtoto. Akiwa amelala na kupoteza kabisa matumaini ya kuishi, rafiki yake anakuja na kumwambia tena, unajua huwezi kutibu ubaya kwa ubaya, ubaya hutibiwa na wema. Anamshauri tena kuwa angejaribu kufanya mambo ya kiungwana, huenda ikasaidia. Lakini jamaa anamwambia, unajifanya kuwa una hekima sana, kama hiyo hekima na ubusara yako ni ya kweli, si ungenisaidia kuichukua saa kutoka kwenye mikono yangu, ichukue. Anaongea kwa hasira, lakini rafiki yake anamwambia, mimi najaribu kukusaidia tu, lakini unaonesha kama ni mtu ambaye huhitaji msaada wangu, kisha anasepa zake. Sasa tunaona kuna mzee ambaye inaonesha anasumbuliwa na athma. Yule daktari anaamua kuchukua fursa hii kujaribu tena kujinasua kutoka kwenye utego wake wa mzee. Anamsogelea yule mzee na kumwambia yule binti ambaye ametanguzana yule mzee aende akamuite daktari, na yeye atabaki kumtazama yule mzee. Baada yule binti kuondoka kwenda kwa daktari, yule daktari anachukua mkono yule mzee na kumlazimisha aichukue ile saa kutoka kwenye mkono wake, akidhani pengine yule mzee akichukua ile saa atarudi kwenye ujana wake. Lakini akiwa anaendelea na zoezi hili, ghafla tunaona yule mzee anazima, jambo ambalo linamshtua yule dokta na kuamua kuanza kumfanyia yule mzee huduma ya kwanza ili aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Akiwa anaendelea na huduma, anashangaa kuona tena mzee anakurupuka na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini sasa mzee anaporudi kwenye hali ya kawaida, na yule daktari hali yake ya uzee inatoweka na kurudi kwenye hali ya ujana. Ndipo tunaona kuna yule binti anarudi pia akiona daktari, na wanapofika pale wanashangaa na kustaajabu kuona tayari yule daktari amesharudi kwenye hali yake ya ujana. Wanajaribu kumwambia kama amejitazama na kujiona kwamba amerudi kwenye hali ya kawaida. Anachukua kioo na kujiangalia, anagundua kweli tayari hali ya uzee imetoweka na amerudi kuwa kijana. Na ndipo ambapo anashukuru, anachukua ile saa kutazama, anakutana na maneno ambayo yameandikwa value your time, yani chunga sana
muda wako. Na huu ndio unakuwa mwisho wa unyama wetu, unaoonyesha kwamba jinsi gani kwenye maisha watu wanatakiwa kutenda wema na sio kutenda ubaya. Tuandikie umeionaje movie yetu. Jina langu ni DM Endo na hii ni DM Endo Movie Recap. Karibu sana. Usisahau kusubscribe pamoja na kushare ili uwe kwanza kupata matokeo pili tu tunapopandisha mizigo yetu. Bye bye till next time.